Basi bwana huyu naye alikuwa akieleza namna ya jinsi ambavyo mama anaweza kusaidikika. Akatengeneza mambo yake, akakaa yuko sawa, mambo itongo na itongo ya Binzuluza. Hatimaye mwanamke akampata ubinti yake ambaye anaitwa Nana, alikuwa mpotea takriban wiki moja. Sasa kumbe wataalamu wa utabiri kumbe ni waongo. Wanakula pesa za watu alafu hakuna kitu chochote ambacho wanawasaidia. Huyu mama amezunguka kwa waganga sana. Sasa unatakiwa utoe chapa. Yana wanachojali ni pesa. Unaona lakini hamna kitu. Mara kidogo kumbe wako wengi wanapeana signal kwamba askari wa mji wanakuja. Askari wa mji wakija, wao ndo wanapiga hesabu ya kuondoka na pesa yao. Askari mwenyewe anakuja. Washenzi kabisa nyie, mnaibiaga watu siku zote, mnakula pesa yao, hamna kitu. Sasa huyu bwana anawapambe. Mtu mwingine anaweza kuja akasema, acha uongo wa askari, mtu yuko vizuri. Alisemaga kwamba binti yangu hawezi kupata ujauzito, na akasema tatizo sio binti yangu. Tatizo ni bwana yake aliyekuwa amemwoa. Yule bwana alipokuwa mpeleka hospitalini, alipimwa akagundulika kweli ana tatizo. Kwa hiyo tatizo lilikuwa haliko kwa binti yangu. Kwa hiyo watu ni wa ukweli. Kwa hiyo anawapambe wengi. Akaambia huyu ni muongo huyu. Unaona hata kofia ile uko umevaa. Yaani wanajiita manke ni feki. Jamaa kaona sai kibunda si bora ondoke nacho, umeshasanukiwa. Pesa yangu, anajidai kama vile kaibio, kumbe ndo anakacha. Hakuna kuondoka na pesa watu. Mama huyu akawa amekosa ujanja, kila mtu anayemwambia ni pesa yake inatafunwa tu. Hakuna mtu wa kumsaidia mahali pa kumpata binti. Lakini kumbe huyu askari alikuwa amekuja naye pia ni feki. Kitambulisho chake alichokuwa nacho sio kitambulisho cha askari, wala sio askari. Kitambulisho chake ni cha shule. Sijui alikuwa anasoma sekondari ya wapi huyu. Alikuwaje mkali? Pake pikipiki anajidai mkali kweli kweli. Mama huko kule huko na binokla anaangalia. Spring Breeze Express. Alimchungulia huyu mama yuko pale, anamchungulia mtu mmoja, anamuuliza kwa sababu gani unakuwa ni muongo hivi? Kwa nini unakuwa ni muongo? Huyu dada anachukia watu waongo kinyama. Anambia demu wangu mwenyewe aliniacha kwa sababu eti mimi ni muongo. Kwa hiyo nikawa nimechukia, ndo maana navaa nguo za askari feki. Sipendi watu wanaodanganya watu hata kidogo. Kwa sababu uongo ulisababisha nikachwa na mwanamke wangu. Mwenye ndio sababu wa askari feki, basi anawatimua watu waongo kwa danganya watu mtaani. Huyu mama anachungulia alipokuwa amelengana macho kwa macho na huyu dada ambaye anaonekana hapendi uongo. Basi aligeuza macho yake pembeni. Lakini inaonekana kwamba huyu dada alikuwa akimuuliza askari kwa sababu gani anasema kwamba ni askari wakati sio askari. Kwa nini anakuwa ni muongo? Askari wao akawa ametoa sababu kwamba aliachwa na demu wake. Ndio maana naye anajidai ni askari kwa kabata watu ambao ni waongo kumtaani. Alivyomfuatilia vizuri mwanamke huyu, wao huwa hutoa msaada kwa watu soko wanajiweza kumtaani, kama jinsi ambavyo inavyoonekana. Kwa mtu yote ambao anajua ni kweli kwamba ana matatizo, wanamtambua na wanampa pesa. Watu wengi wanashukuru, kama wazee kina nani wanashukuru kweli kweli. Mbona mambo haya? Wanaita Tiger Robbery. Huyu ndiye DJM. Kama unanicheki kwa WhatsApp namba ni 0678 095 458. Hizo namba zangu za WhatsApp kurusha matangazo pamoja na kukupatia movie online mahali kokote ulikokuwepo wewe. Basi mzigo unafika. Ni wewe na MB zako na pesa yako kidogo tu ambao utanipatia mimi, basi nami na kuunga kwenye huduma kupata movie makali makali kama hivyo. Wanaita Tiger Robbery. Basi hatimaye huyu mama baada ya kuwafuatilia watu akajua kwamba hawa wanafanya shughuli za kusaidia watu, ina maana kwamba ni wa kweli. Alifika kwenye mjengo wao ambao wao nimekuambia kwamba wanafuga viumbe tofauti tofauti, sungura, paka, mbwa, nyani, nini, wanafuga viumbe wengi. Huyu mama alifika akawa amewalilia sana watu hawa. Wao simesikia kwamba wakimkuta kiumbe wote wanamuokota, wanamsaidia, wanamweka hapa kama maskani. Dara sema na umri wa miaka 5. Huyu binti yake ambaye anaitwa Nana. Nimetafuta takriban kwa wiki nzima. Ilibidi walilia watu ambao wanaongozwa na yule mwanamke ambaye anatoa msaada na pia anawachukia watu waongo kwenye dunia hii.
Mama anasema ameshakwenda mpaka kwa waganga Kalumanzila, Itongo na Itongo, lakini kitu ambacho anachojali ni pesa yake tu. Kwa nini hujaripoti polisi? Hapana, kwa sababu gani? Akaambia binti yangu ni taiga. Posema taiga, kuna viumbe wengine wakashangaa. Unadanganya, akaambia kama mniamini, ngojeni waonyesheni picha. Yaani binti yangu anayemtafuta ni taiga. Ni kweli? Anaye picha alikuwa mpiga na huyo taiga. Asa akaulizwaje huyo taiga anakuaje ni bintio? Akaambia kwa sababu mimi nilikuwa nafanya kazi kwenye zoo ya wanyama. Miaka 5 ilikuwa imepita, hiyo zoo ikawa imefungwa. Wanyama wote wakawa wanapelekwa kwenye circus. Asa kwa nini wewe ulimpeleka huyo taiga huko circus? Akaambia kwa nini, kwani hukujua huko circus jinsi wanyama wanavyodhalilika na kupata na kuteseka? Hujui? Yaani huyo ni kama binti yangu. Yaani hana mtu mwingine na hajawahi kuona taiga mwingine kwenye maisha yake hata siku moja. Yaani maana yake jinsi alivyokuwa akinihudumia mimi na mimi nilivyokuwa namhudumia tangu akiwa ni mdogo, yaani mimi ni kama mamake, ndio maana nasema huyo Nana ni binti yangu. Umeona mambo hayo? Ni kweli ameishi nako tangu kakiwa ni kadogo. Akakafanya kama bintie kwa sababu ni kakike, kakaita na jina la Nana. I say, si mchezo. Na kuna nyimbo alikuwa anamwimbia. Alikuwa anamwimbia nyimbo, analala wote mpaka akawa ni mkubwa. Sasa kwenye historia yake anasema alimlea Nana kwenye kanisa moja ambalo liko nje, ambalo halikuwa likitumika, kanisa dogo, kwa sababu watu wakimkuta analea na kana wanyama kama hivi, kama polisi watamuhisi vibaya. Kwa hiyo akatafuta sehemu ya nje ya mji, ndio sehemu ambako alikuwa kupata kuishi na huyo taiga ambaye alimfundisha na mafunzo kama yote, ukiongea naye kitu anakuelewa anafanya. Mbona mambo hayo? Basi wakaishi hapo kanisani kama mtu na mwanae. Yaani aliishi kiasi kwamba yeye akawa amejitoa utofauti kwamba ni mnyama, akajiona kama binadamu huyo taiga. Mama akasema ndio. Sasa ina maana kwamba kuna mtu kamuiba? Akaambia ndio, mtu mmoja anaitwa Lushenge. Kumbe mama anajua kwamba huyu ameibiwa. Lushenge huyu ni profesa, alafu isoshe ni mjasiriamali. Mtu huyu huwa anatoa msaada kwenye mashule, anajenga maabara nyingi, na kila maabara ilikuwa imejengwa kwenye shule ya sekondari, primary, sijui wapi. Basi huyu bwana ndio alijenga, anasaidia sana. Alafu isoshe ni mtu wa aina yake, ni mtu wa pekee kwa sababu anawasaidia watu hospitalini, wagonjwa wa vichaa, anawasaidia sana mtu huyo. Asa akasema, wanasema kwamba huyu mtu ambaye unasema kwamba amemwiba huyo Nana wako ni mtu ambaye ana pesa nyingi. Yaani kiasi kwamba anaweza kumiliki hata zoo ya wanyama akawafuga kwa kibali cha serikali. Iweje mpaka afikie hatua ya kuja kuiba mnyama wako mmoja mama? La sivyo na tudanganye, tuletea mambo ya ajabu we. Watu wakawa wako busy sasa wamwamini. Anasema ni kweli amemwiba kwangu, mimi sijui lakini kamchukua. Wao waamini. Huyo mtu asemekana kwamba ni mtu mwenye pesa. Ana elimu kubwa. Amesema kwamba ni tajiri. Ana pesa za kumiliki mpaka zoo za wanyama kibao. Hatuwezi kuamini kwamba atakuibia mnyama wako mmoja tu. Wewe unatakiwa angalie mambo. Unaona? Mama anaonekana kwamba anaongea uongo. Say. Dada alimwaga kibunda ili wamuelewe, akawapiga na pombe, wakapiga na diko la ukwe. Si mchezo. Pesa nini ni aje sorofamu. Walivyoona pesa, hiyo kazi itafanyika muda si mrefu.
Mizinga ya pombe ikawekwa mezani. Pesa nini aje? Watu wasaidie sasa kama kuna uwezekano kufanyia upelelezi kwamba je, huyu Profesa Wu Sheng ni kweli amemchukua huyu mnyama huyu binti kwa sababu zipi? Watu walikula pombe sana. Wako wanyama wanafaa kuchungulia na wanataka kupiga nguchu. Wanafugaga kila aina ya viumbe hapa, na sasa baada ya kupigwa na kibunda pombe liko la ukweli, wako tayari kumsaidia. Watamsaidia kupeleza kwamba huyo binti yake ambaye ni huyo Tiger wapi, manake aliomba sana. Anasema ni kweli, bwana Shen ndio amemuiba, akambempelekeni kwanza nyumbani huyu. Wala mimi sidanganya, akambempelekeni nyumbani. Ni kwamba huyu dada huyu ambaye anaongoza hii group la kusaidia watu hapa, anakumbuka udogo wake, kuna makubwa ambayo aliyafanyaga kipindi cha nyuma. Yaani atoka saugi, mengine ya furaha, mengine ya huzuni. Kwa hiyo ndo kama hivyo. Huyo jamaa anaishi nje ya mji. Ni mtu ambaye ni tajiri, unaambiwa kwamba kila shule ameijengea maabara. Lakini iweje awe amemuiba huyo Nana, huyo Tiger, huyo mtoto wa kike iweje? Ndio swali ambalo tunajiuliza. Lakini baada mwanamke anaendelea kutoa story. Anasema siku moja kuna Tiger mmoja ambaye alijia kwenye zoo, yani zoo sehemu alikuwa anafanyaga kazi. Yani mama yake na huyo Nana alikuwa anaitwa Kishishi. Ndio kaburi lake sehemu alikokuwepo hapo. Yeye huyo alikufaga. Sawa. Alikufa kwa sababu wakati wa kumzaa mwanae, basi alimzaa kwa shida huyo Kishishi, akawa hali yake ni mbaya. Lakini hata mtoto alikuwa amemzaa siku hiyo alikuwa amekufa. Mama anatoa story, watu wako kwenye kaburi la huyu Tiger mkubwa ambaye ndio alikuwaga amekaa naye zoo muda mrefu sana. Mbona mambo haya? Huyu Tiger alimzaa kwa shida. Akajaribu kumlamba kumwamsha, lakini akagundua kwa sababu wanyama pia wanapojikuta wamezaa watoto wao wamekufa wanajua pia. Mbona mambo haya? Huyu binti alimchukua huyu akawa amempeleka sehemu ambako kuna hospitali ya wanyama. Nafikiri kwamba tunafahamu kwamba ziko pia hospitali za wanyama ambapo alimpeleka, lakini mtoto akawa amekufa. Huyo Tiger naye siku ile kwa maumivu makali alikuwa amepata wakati wa kumfungua mtoto huyu au kumzaa mtoto huyu, alafu akawa amekufa, naye pia alikufa siku hiyo. Basi wakaenda kumchimbia kaburi ili wamzike na mwanae. Lakini wakati wanataka kumzika tena kwa heshima, alishangaa mkia huyu mtoto unacheza kwa mbali. Dada atoa story. Yani huyu mdogo ndo sasa ndo Nana. Sasa akajaribu kumwamsha kumpa pumzi, lakini wakati